Al-Haq subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu, na katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemkirimu nayo mwanadamu ni neema ya akili ambayo kwamba hajapewa nyama. Na watu wanatofautiana katika hii akili. Kuna yule ambaye kwamba zake kidogo zimepiga shoti, na kuna yule ambaye kwamba ana akili ya wastani, na yule ambaye kwamba amefika daraja ya dhaka, intelligent, na kuna yule ambaye kwamba amefika daraja ya daha, ya juu zaidi. Lakini ni yupi ambaye kwamba anafaa kusifika ndo mwenye akili na mjanja na mwerevu? Ukirudi katika jamii yetu, lilasafi shadid, la kusikitisha ni kwa yule anayefanyia wenzake vitimbi, yule ndo anahesabika na mwenye akili. Na imekuwa ni fakhri, mtu anazunguka sawa akisema fulani nimemchimba mpaka nikamfikisha katika hali fulani. Bali na wengine wametunga paka mustalahati, mtu akakwambia fulani nimemtia shule ama skuli, nimemsomesha, kwa kupitia nini? Vitimbi ambavyo kwamba anavifanya. Yani kitu ambacho kwamba ni moja katika madhambi makubwa, kitu ambacho kwamba Mtume anasema usikaribie, anasema kiko motoni, ndo mwanzo mtu anajigamba nacho. Qais ibn Sa'd ibn Ubada anasema kama alivyopokea al-Imam al-Baihaqi, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, law, ingekuwa mimi sikumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema al-makru wal-khida'atu fi an-nar, law singekuwa nimemsikia Mtume amesema maneno haya kwa vitimbi na khidaa zipo motoni, asema la kuntu min amkari an-nas, hakuna mtu angenipata kwa vitimbi mimi, lakini naogopa kukaribia huko pamoja na akili kali nilokuwa nayo, kwa sababu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amekataza. Kwa hivyo yote ule atakayetambua uzito wa aya kama hii na maana ya ndani iliyoko katika aya kama hii, hawezi kujaribu kukaribia kumfanyia ndugu yake muumini vitimbi.